sema wizara ya maji. Naona kwamba jinsi pesa zilikulwa na zikoporwa, madamu hewa yalijengwa, Murkomen akiwa mahali pale. Baada ya hapo Murkomen amepatiwa hii wizara saa hizi ambayo inasemekana ni wizara ya ulinzi. Murkomen yuko mahali pale tu kushibisha tumbo lake peke yake, hayuko mahali pale kufanya demokrasia. Shukuru kwa sababu ya nafasi hii ambayo Mungu ametupatia. Mimi naitwa Bishop Israel, vile mnavyosikia kwamba na watu wanauliza mbona wewe askofu unazungumzia mambo ya siasa na wewe unapaswa kuwa kanisani. Kwa kweli kuna kitu nitawaambia kwamba kanisa pia linahusika vikubwa katika siasa, pia kupelekea mwelekeo. Lakini napoangalia siasa za sasa unakuta kwamba kama kanisa ni kama limemezwa na wanasiasa, na hata kama limemezwa na siasa halijamezwa lote. Kuna wale baadhi ya watu ambao pia wamesimama na ukweli na wamesimama kama manabii katika nchi hii kusema ukweli, mambo ambayo yanaendelea na mpango wa Mungu katika nchi hii uko namna gani na mwelekeo wa siasa uko namna gani, kwa sababu Mungu anasema neno la Mungu anasema kwamba Mungu hatafanya jambo lolote kabla hajawajulisha manabii wake. Na tuko hapa kama manabii wa Mungu kuelezea watu mwelekeo uko upi. Na watu wanasema kwamba mtu hupotea kwa sababu ya kutojua, lakini unapojua ukweli fuata ule ukweli. Na mimi napeana tu mwongozo wangu kulingana na vile Mungu ameniongoza. Napoangalia katika siasa za Kenya zinapoendelea kwa sasa, hakika watu wengi sasa ni nyakati ambazo watu hawaendi kwa sababu ya ukabila. Nyakati ambapo watu hawatakuwa wanachagua mtu kulingana ni mtu wetu ama ni mtu wa kabila letu, kwa sababu tumechagua watu wa makabila yetu kwa miaka mingi na wanatufeli. Tumechagua mandugu zetu wametufeli. Tumechagua watu ambao tuko karibu na hao na wametufeli. Wakati huu siasa zitaenda katika nyingine tofauti sana ambavyo watu watarajii, kwa sababu kuna watu wanatarajia kwamba labda wakati huu watu watavoti watu kulingana na kabila. Hapana. Na nyakati hii watu watavoti kulingana na vile wanavyoangalia kazi yako na vile wanapoangalia rekodi yako ya kisiasa. Nao kuna hili jambo ambalo nataka kuambia watu, labda wafunguke macho. Watu wanasema kwamba kwa sababu aliyeko rais ni mtu wa kabila la Wakalenjin, kwa hivyo watu wanasema kwa sababu ni Wakalenjin wote watavoti kwake. Lakini wakati huu mambo ni tofauti sana. Wakati huu nitawashangaza, mambo hayataenda vile watu wanavyoona katika macho yao. Wakati huu watu wataenda katika njia mwelekeo mwingine tofauti, kwa sababu wakati huu watu wamechoka. Wakati huu kila mtu anateseka. Hata wale waliyechagua kabila lao ndio wanateseka zaidi. Wale ambao walichagua mtu wao ndio wanateseka zaidi, kwa sababu unajua, tunachagua mtu wetu badala ya tuende kutetea pale, anapeleka tumbo lake mahali pale. Juzi tumeangalia kwamba jana mtu anaitwa Rigiji amekuwa sehemu za Wakalenjin na Wakalenjin wakamshangilia, na alipoyaongea Wakalenjin wakasema wewe nataka tuwe usiwe msemaji wetu. Najua kuna watu ambao watanipiga vita hapa na watasema kwamba wewe Bishop umekosa mwelekeo, lakini nitawaambia kile ambacho saizi kipo. Maana yake mimi sizungumzani kile kitu ambacho kipo. Na yote mimi natabiri kwa sababu nimeambiwa natabiri. Natabiri kwa sababu hiyo ni sauti ya Mungu. Katika nchi ya Wakalenjin tuna mtu ambaye anaitwa Aaron Cheruiyot. Aaron Cheruiyot mara mingi amekuwa kwa serikali muda mrefu, lakini sehemu anayetoka maendeleo hakuna. Sehemu ile barabara hakuna. Sehemu ile umasikini umejaa mwingi, lakini yuko mahali pale tu kusema kwamba watu wetu. Sasa watu wamechoshwa na hii lugha ya kusema kwamba mtu wetu. Na kitu naomba naenda kuwashangaza kwamba Aaron Cheruiyot katika uchaguzi ujao ataangushwa mapema asubuhi na hataingia katika uongozi. Ni kati ya wale watu ambao wanaenda kuangushwa.
Kuna mtu anaitwa Murkomen. Mnajua Murkomen? Murkomen amekuwa kwa siasa karne sasa, hii ni karne ya ine akiwa kwenye siasa. Na mtu kama Murkomen, mnaangalia jambo la kwanza, hakuna, pia yeye ni lawyer, lakini unakuta hata kwenye kazi yake lawyer hakuna kesi hata moja Murkomen ameshawahi shinda. Kesi zote za Murkomen amekuwa akianguka zote. Hakuna kesi Murkomen anashai win hata moja. Sasa unashangaa mtu kama hajawahi win kesi hata moja, mnarudi mnampeleka katika wizara ya security. Na tunaona kuna wakati mwingine ambao walipelekwa katika wizara, ilikuwa ni wizara ya nini? Wizara sijui ni ya environment, wizara ya maji. Unaona kwamba jinsi pesa zilikulwa na zikoporwa, madamu hewa yalijengwa, Murkomen akiwa mahali pale. Baada ya hapo Murkomen amepatiwa hii wizara saa hizi ambao inasemekana ni wizara ya ulinzi. Murkomen yuko mahali pale tu kushibisha tumbo lake peke yake. Hayuko mahali pale kufanya demokrasi, yuko mahali pale kushibisha tumbo lake peke yake. Murkomen ni wale wanasiasa ambao wako tu pale kwa sababu ya tumbo, na wale wanasiasa wako tu pale kama vile unaitwa kwamba na nitatumia na mnisamehe kwa sababu ya kutumia lugha hii. Kuna kale kajibwa ambao kako mahali pale kanangoja tu mwenyewe akaambie sa. Hiyo ndio kazi ya Murkomen. Murkomen akiambiwa nenda uwa, anaenda kuua. Hata haulizi naenda kuua nani, anaenda kuua. Murkomen akiambiwa nenda fanya hivi, anaenda kufanya. Murkomen juzi ameambiwa kwamba aende azuie mikutano. Juzi aliambiwa azuie mkutano wa Kitengela. Sasa yeye jambo la kwanza kuna kule kuzuia. Usingoje watu wakusanyike alafu uanze kuachilia marisasi. Wewe you are killer. So Murkomen jambo la kwanza hajasomea, hakuna mahali popote amesomea mambo ya security ya nchi. Na kama kuna mtu, na mark my words, kama kuna mtu anaenda kuishia Hague ni Murkomen. Kama kuna mtu ambaye mikono yake sasa imejaa damu ni Murkomen. Na mimi nawahakikishia katika ule ukongozi wengine mahali uko watu huo wengine, unless akuwe nominated, Murkomen hata ingia. Kuna mtu kama anaitwa Cherengei. Cherengei amekuwa tu ni kelele ya bunge. Kelele ya bunge bila maendeleo. Ile wanasemanga debe tupu ni Cherengei. So watu wa watu wa Rift Valley ama watu wa sehemu ya Kipsigis wamerudi nyuma kwa miongo minne sasa. Wameteseka sana, barabara hakuna, maendeleo yote hakuna, watu wananyanyasika, watu wanateseka, lakini hawaoni mtu wa kuwatetea, na watu wao wako pale kwa serikali. Pastor, tukiwa pale tumeona kule huko Mlot na Bomet wakati ambapo Rigiji alifika hapo jana na ile timu yake akina Kalonzo Matiang'i wakielekea Kisii. Tuliona pia alizungumza na akasema kwamba kuna watu tuliona hapo wakinungunika sana, mashambao ilienda kule Mau Forest na bado hakuna compensation imefanyika. Na Rigiji sasa hivi akakaribishwa vizuri kule kama mzee ama msemaji wao. Sasa hivi tunaona kina Cheriot wanazungumza, anasema kwamba ule mtu ni mkabila, wadhania kwamba sasa hivi mwaka wa 2027 watu watapiga kura kwa sababu ni mtu wetu, lakini maendeleo hakuna. Ndio narudia kusema ya kwamba mwaka wa 2027 katika uchaguzi huu utawashangaza watu wengi sana, kwa sababu sasa kuna wale ambao hawajatarajiwa kwenye siasa wataingia kwenye siasa. Kuna wale ambao walidhaniwa kwamba magwiji, lakini wakati huo wataangushwa na watu ambao hamtatarajia. Kwa sababu kuna watu wanadhania kwamba tunaishi katika karne ya kusema ni mtu wetu, lakini karne hiyo imepitwa na wakati. Maana wakati huu watu ambao si wa kabila lako watakuvote in. Watu ambao sio kabila lako watakuvote in. Maana tuko katika karne nyingine tofauti kabisa. Na mkondo sasa mkondo ambao tunaoelekea sasa ni mkondo mwingine tofauti kabisa. Maana sisi watu saizi wamefunguka macho. Watu wamefunguka macho, watu wamechoka na kudanganywa, watu wamechoka na kuahidiwa na ahadi ambazo hazitimii. Na sasa wakati huu kitu watu wanataka kuona ni maendeleo. Tumeangalia tangia serikali ilipoingia mahali pale, maendeleo ambayo yako saizi hata si ya pesa ya serikali. Manyumba yanayojengwa si pesa ya serikali inayojenga.
Manyumba inayojengwa hii inajengwa kutoka kwa watu ambao wako nchi, ambao wanataka kujinufaisha kupitia kwa yale manyumba ya pale nchini, lakini mwananchi wa kawaida amewachwa hoi. Mwananchi wa kawaida hakuna mtu ako na haja naye. Sasa kile kinachoendelea sasa ni mwananchi muue na kiongozi afaidike, mwananchi akufe, kiongozi afaidike. Ndicho kitu tunachoona sasa. Watu wanatarajia kwamba Rigiji akienda mahali pale, Wakalenjin watampiga kwa mawe, watachoma magari zao, lakini pia hata Wakalenjin wamechoka. Hawa wanaitwa Kipsigis wamechoka kabisa, kwa sababu ya kudanganywa kila wakati, kuahidiwa ahadi za uongo, na wakaona Rigathi anawatetea, kanachoongea ni kweli. Huenda ikawa Rigathi akakosa kuwa rais, lakini anachoongea Wakalenjin wameona ni kweli, na wanahisi kwamba Rigathi anaweza kuwa mtetezi wao, kwa sababu wale wanaodhaniwa kwamba watetezi wamegeuka kuwa fisi kati ya kondoo, wamegeuka kuwa walaji wa Wakalenjin, na ni watu ambao sasa wametarajiwa miaka yote, lakini wamefail. Wamefaili kabila la Wakalenjin na Wakipsigis, na tumeona wamefaili sana. Na unapoangalia sasa na katika sehemu katika watu katika uongozi uliopo, hata sehemu ya Nandi imewachwa nyuma kabisa. Sehemu ya Nandi hakuna mtu anajali sehemu ya Nandi kabisa. Sasa hizi iko nyuma kabisa, hakuna madaraja, hakuna mabarabara, na aliyeko kwenye kiti ni mtu ambaye anasemekana kwamba ametoka sasa katika ukoo wa Kalenjin. Viongozi wengi ambao wanaonekana wakipiga sauti ni watu wametoka kule. So unakuta sauti ya huko ni sauti ya kelele peke yake. Na sasa kuna watu ambao sasa tutakiangalia katika sehemu ya Kalenjin sasa wamechoshwa na kelele za chura. Wamechoshwa na kelele za chura kwa sasa. Na mwelekeo ambao watauchukua sasa utawashangaza watu wengi. Hata Wakalenjin pia ni watu, na pia wamechoshwa, na pia hata wanataka maendeleo, na pia sasa hao wanataka kuona kwamba kuna kitu viongozi wao wanaofanya. Hata nao pia wanadamu wanaumia, wanateseka, na ndio sababu wameamua kufungua kinywa chao na kusema sasa mambo ya ukabila yamefika mwisho. Uongozi wa kufuata mtu kiupofu umefika mwisho, na sasa macho na ya Wakipsigis, Wakalenjin, pia Wanandi yamefunguka sasa. Na najua kwamba mwelekeo ambao watachukua katika uongozi wa sasa utawashangaza watu wengi, na ni kuonyesha ya kwamba sasa dalili ya moto ni moshi. Dalili ya moto ni moshi. Natumai serikali ipo mahali sasa wanaangalia kwa macho yao na kwa masikio yao, wanasikiza na wanaona kabisa mwelekeo ambao upo sasa si rahisi hivyo. Si rahisi sasa. Inapaswa sasa kile walichoahidi wanadamu, walioahidi wananchi wafanye, na kwa sababu muda wao tayari ushaisha. Tumeona tangu serikali ingie, hatuwezi sema kuna maendeleo. Mimi kama mtumishi wa Mungu siwezi sema kuna maendeleo, nitakuwa na wadanganya. Na kwa sababu Mungu ametuita tuseme ukweli, uko pale, serikali ya pale ndio iliingia pale na Biblia. Iliingia pale na Biblia, lakini hiyo Biblia iliwekwa chini. Biblia ilipowekwa chini, basi hata wale maaskofu wengi walipoingia pale na Biblia, pia nao waliweka Biblia zao chini. Wakashughulikia matumbo yao, wakashughulikia mambo yao ya binafsi. Kwa hivyo serikali ambayo ipo sasa iko pale kwa sababu tu ya faida moja, tumbo zao. Labda swali la mwisho tukikamilisha. Kuna makundi tofauti. Kuna Mimi Ndio Sifuna, kuna ile ya One Term, kuna Gen Z, kuna Rigathi Gachagua. Waonelea vipi ikiwa au hizi groups zote zitakutana mahali pamoja na waseme kwamba sisi tumeamua Ruto must go? Itakuwaje? Kuna kitu ambacho nataka niwaambie kwa sasa, kwa sababu kuna mtu jana nilikusikia akisema kwamba Kikuyu wamechoka, hawatachagua mtu mwingine tena kama uongozi au utaenda Kikuyu. Lakini kuna watu ambao unakuta kwamba akili zao zina upungufu wa maoni na zina upungufu wa usemaji. Nakachowaambia saizi utaona kwamba kuna milengo mingi sasa
kuna milengo mingi sasa iko sasa against serikali, milengo mingi sasa, na hao watu nataka niambie kwamba wanajua wanachokifanya. Timu ya Sifuna wanajua wanachokifanya, timu ya Kalonzo wanajua wanachokifanya, na hizo timu zote watafika mahali waungane, na watakapoungana watatoa rais. Watakapoungana wote watatoa rais wa Kenya. Na nimesema sasa, saizi rais wa Kenya anaandaliwa, na rais mwenyewe hajulikani kwa sasa, watu hawamjui kwa sasa, lakini itawashangaza wengi sana kwamba rais wa Kenya anaandaliwa, na natoka miongoni mwa haya makundi haya yote watakuja watoe rais mmoja.